Moja kwa moja mpaka mjini garage. Kuna mwamba anaitwa Jamie. Wakati kazi zinaendelea, akaamua kuanzisha wimbo. Basi wafanyakazi wengine wakawa wanacheza pale. Huku upande wa pili tunakutana na baba yake Jamie, ndo anamiliki ile garage. Na mida hii anakuja na mteja. Hii range inahitaji service. Kufika garage anakuta vijana wafanyi kazi wako busy wanacheza tu. Nini kinaendelea hapa? Wewe njoo hapa, unaenda wapi? Yaani lisali moja tu umegeuza garage yangu kuwa disco. Hapana mzee, sio mimi. Hakuna mwingine zaidi yako wewe Falipupa. Toka hapa kaendelea na kazi zako huko. Unasema nini wewe? Umesema nini? IVM kausha basi. Usiniambie habari za kukausha. Sikuwa naongea na wewe. Hapana, kuna kitu umesema. Huna mdomo wewe? Sema tena. Mhudumu akaona asepe. Ivy akamkwapua wigi. Una akili wewe? Unajua dada jiheshimu. Unajua nitakupiga. Meneja nitampiga huyu dada. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa East Konka na hii hapa ni E7Beat. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga kwenye familia hii kubwa. Huku upande wa pili tunakutana na baba yake Ivy. Anamwambia dereva kwamba hakikisha gari ya Ivy imemalizika kufanyiwa service kabla ya kesho. Unamjua timbwili lake na mimi sitaki kelele kabisa. Dereva akasema sawa. Alafu sijamuona kabisa leo, yuko wapi? Alitoka na rafiki yake. Afadhali hapo nitapata muda mwingi wa kupumzika na amani moyoni kabla hajarudi. Kabla hajalala simu yake ikaita. Mzee akaokota. Akapewa taarifa kwamba binti yake kagombana. Basi nakuja sasa hivi. Okoro, niletee viatu vyangu. Hey bosi, kila kitu kiko sawa? Ni Ivy tena, kapiga mtu huko restaurant. Basi akamfuata Ivy akamrudisha nyumbani. Hivi Ivy una shida gani we binti? Umepigana restaurant, umepigana beach, umepigana kila kona. Mzee mimi huwa sina tatizo, lakini hawa watu wanapenda sana kunitibua. Nilimwambia kabisa huyo mhudumu kwamba sitaki pilipili, lakini hakunisikiliza na akaanza kunipandishia sauti. Sasa si unaondoka, kwani kuna restaurant moja hapa mjini? Niondoke? Yaani we mzee ujui umezaa mtu wa aina gani? Nitarudi niendelee kumpiga. Yaani mzee kaa mbali na hili swala. Kisha akasepa. Yaani Ivy ni pasua kichwa vibaya mno. Huku garage mzee anaongea na Jamie. Anamuuliza sasa wewe, hutaki kufanya kazi. Shule ukashindwa kumaliza. Nikakupa mpaka pesa ya mtaji lakini ukaifanyia nini? Ukaifyeka yote. Mimi mzee nitatoboa tu. Utatoboaje? Unafikiri ni rahisi kutoboa Kwanza una hela wewe. Nijibu sasa, una connection yoyote? Basi nikakuleta hapo ujifunze kazi napo utaki. Unataka nini sasa? Sasa huyu mzee sio baba mzazi wa Jamie. Baba yake Jamie alifariki miaka ya nyuma kidogo. Hivyo huyu mzee akachukua jukumu la kumlea Jamie mpaka leo. We mzee, gari langu liko wapi? Nililipeleka garage madam. Umelipeleka wapi gari langu we mzee? Nini maana haya yote? Mimi silika la babu yako wewe. Niachie. Ivy akamvua kofia. Usiponiambia gari yangu iko wapi, nitakuvuruga we mzee. Mimi namheshimu baba yako tu sio wewe. Niachie. Jamani kuna shida gani hapa? Ivy ndo nini sasa? Muachie huyu mzee. Gari yangu iko wapi? Gari gani? Gari hiyo ambayo kidogo udumbukie nao mtaroni. Badala umshukuru huyu mzee kakupelekea garage, wewe unakuja kumkunja shati. Mimi nachotaka mnipeleke ilipo gari yangu. Mlete huyu mzee twende unipeleke ilipo gari. Basi moja kwa moja mpaka mjini garage. Haya gari yangu iko wapi? Oga Okoro. Rufus, iko wapi ile range nilokuletea? Tajiri anaitaka sasa hivi. Gari yangu iko wapi? Ile pale. Ilikuwa pale sasa hivi tu. Hey, unaona sasa? Chike, ninawapa sekunde 5 kuzalisha gari yangu upya au nivuruge garage nzima. Chike, njoo hapa. Hivi ile range ilokuwa hapa imeenda wapi? Nilimuona Jamie kaichukua kaondoka nayo so muda. Hey! Rufus, fanya juu chini tupate gari. Basi mpigie hata simu huyo aliondoka nalo. Mzee kupiga simu, Jamie aokote. Baada ya kusubiri kwa dakika kadhaa, Jamie akarudi na gari. Huyu kijana ataniua mimi. Kwenda kucheki gari vizuri, kwa mbele imegongwa tena. Umefanya nini wadogo? Kuna mtu alikuwa anapaki mbele yangu akanigonga, itakuwa alikuwa kalewa tu. Mara kofi. Una akili wewe? Ugomvi ukaibuka tena pale. Jamie anadili na Ivy, mzee anamzuia Jamie asiendelee kumpiga tajiri. Ilikuwa noma sio poa. Baada ya taarifa kumfikia mzee akampeleka kituoni Jamie. Na muda kidogo Ivy akatokea akamuomba mzee wake aende kumtoa Jamie kituoni. Alafu yeye atampa option 2 achague, kati ya kulipia gari au aje afanye kazi hapa ndani kulipia hasara aloifanya. Mzee akumpinga binti yake. Kweli mzee mwamba akaletwa na akapewa chumba chake. Kwa hiyo kuanzia leo wewe ni kijakazi wangu. Chochote nitakachosema wewe unafuata. Nikisema ruka unauliza urefu gani. Umenielewa? Mwana katikisa kichwa tu. Ivy akaondoka mule chumbani. Basi mwamba akaanza kazi kama mfanyakazi wa ndani. Baada ya kazi ile kapumzika chumbani kwake, Ivy akaingia. Wewe, amka. Niamke ili iweje? Nataka juisi ya apple. Sasa kama unataka juisi ya apple inanihusu nini mimi?
Hivi unakumbuka sheria? Basi wewe muangalia basi Hitler mdogo. Angalia muda ni saa ngapi? Tafadhali sitaki kuamka, mwili wote unauma huu. Na kuomba usinivuruge. Nachotaka ni uamke hapo na ukaniandalie juisi ya apple. Sitaki kurudia maelekezo. Basi mwamba hana namna, ikabidi aingie tu jikoni kuandaa hiyo juisi. Muda huo Ivy yuko sebleni na shoga yake anaitwa Lucy. Mwamba akaleta juisi. Kwanza likainywa njiani kisha likampatia. Mbona ni glasi moja tu? Hukuniambia taarifa za rafiki yako, umeniambia ni kuandalie juisi tu. Basi nenda kaandae nyingine. Lucy akasema usijali bana, mimi niko poa. Una uhakika? Yeah, ndio na uhakika. Hiyo juisi yako inaonekana ya moto. Nenda kaipoze, kaifanye iwe ya baridi. Wewe umesema nikutengenezee juisi, ukuniambia habari za kuifanya iwe ya baridi. Hivi unajua ni saa 7 usiku sasa hivi. Nenda kaipoze juisi yangu. Mchizi ikabidi arudi tena jikoni. Basi kesho yake mwana yuko busy anaosha choo, Ivy akatokea. Hivi umeviosha hivi vioo? Sababu unatakiwa kuviosha tena. Mchizi hakujibu, akataka kuondoka. Nisingesubutu kufanya hivyo kama ningekuwa wewe. Rudi huku na usafishe hivi vioo. Mchizi ikabidi arudi tena. Safisha kila kona na uwe makini na vigae vyangu sababu unajua uwezi kuvinunua. Kisha akaondoka kwa madaa. Mwana akakosa nguvu ya kuendelea na hasira vibaya mno. Baadaye tena Ivy akamtuma jamaa aende kumpikia. Sikiliza madam, sikatai unanidai, lakini sio kigezo cha wewe kunituma nikupikie bana. Unajua naweza kukubadilikia. Yaani unibadilikie mimi. Labda ukiwa na hela ya kufix gari yangu. Kwa hiyo ni bora unyamaze na uingie jikoni kunipikia. Sawa bana, ngoja nikakupikie. Kweli mzee mwana akaingia jikoni, akaanza kupambana na mapishi sasa. Hajui kabisa kupika, kwa hiyo anaangalia maelekezo YouTube kisha na yeye anafanya. Baada ya muda Jamie akamaliza kupika, akaleta chakula mezani. Chakula tayari. Toa huo uchafu hapo. Unasema? Nenda kaangalia kwanza ujue nimepika nini. Yaani wewe mjinga na mpumbafu sana. Kwa hiyo nahisi mimi naweza kula chakula ulichopika wewe. Hivi umejiona kwanza? Yaani leo lazima uelewe. Sikia, lazima ule hiki chakula. Yugo Chopam, unajua nimetumia muda gani huko jikoni naangalia YouTube kukupikia hiki chakula? Unataka kunipiga? Unataka kunipiga sio? Basi nipige. Unajua nitakupiga kweli, mimi sio babako. Hiki nini aisee? Basi poa, haina shida. Mungu akusaidie tu. Nenda kaulizia stori zangu, mimi nitakuvunja hicho kichwa. Basi Jamie akampigia Rufus, akamuomba aje amtoe kwenye hiki kifungo. Rufus akamkataa kweupe, kisha akamkatia simu. Kesho yake Jamie akamsimamisha Lucy na akamuomba aende kuongea na shoga yake. Amuombe amuachie basi. Maisha hapa yamemshinda. Lucy akamwambia anamuelewa vizuri sana na atajaribu kuongea naye, lakini amuhakikishie moja kwa moja kama Ivy atakubali. Muombe tu na yeye ni binadamu. Basi Lucy akaingia ndani. Unataka nimwache aende baada ya kuharibu gari yangu? Nimwachie tu? Hapana, simaanishi hivyo. Namaanisha muachie aende akapambane ili apate hiyo hela aje akulipe. Ivy akakataa kabisa. Hataki kusikia habari za kumwachia Jamie. Ivy, hiki nini sasa? Nini tena? Naira milioni 10 kwa siku? Nani anatumia naira milioni 10 kwa siku kwenye huu uchumi? Mzee tulia bana, ni kimilioni 10 tu. Umesema kimilioni 10? Hivi ushawahi hata kutengeneza bukuteni kwenye maisha yako? Na kwa nini nihangaike wakati mzee wangu ni tajiri? Katafuta pesa ili mimi nije kutumia. Mungu, kwa nini umenipa mtihani kama huu? Watoto wengine wanawasaidia wazee wao kazini, lakini wewe kazi hutaki kufanya. Kazi yako ni kuanzisha ugomvi tu kila siku. Sasa sikiliza mzee, wewe tulia. Ni milioni 10 tu na sio dola milioni 10. Wakati anatoka mlangoni akakutana na Jamie anaingia kufanya usafi. Muda huo mzee analalamika tu mwenyewe, nifanye nini juu ya huyu binti? Samahani mzee, sikutaka kuongea kuhusu hili jambo, lakini kuna jambo bado hujafanya. Jambo gani? Ngoja tu ninyamaze. Ongea. Zungumza bana. Sawa mzee, nilitaka kusema fanya mdanganye kwamba mnaenda kijijini kwenye harusi au hata msiba, lakini mkifika kule unamtelekeza huko. Unachukua kadi zake za benki mpaka simu. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Huo ni unyanyasaji. Mimi nachotaka ni kijana mmoja tu atokea muoe huyu binti ili mimi nipumue. Hakuna mtu atamuoa huyo. Umesema nini wewe? Sijasema kitu bosi. Ngoja nianzie kufagia huku. Basi bana, siku 2 mbele Lucy akaja hapa nyumbani. Mzee akamwambia sijamuona rafiki yako siku 2 na simu zake hazipatikani. Nilidhani upo kwako. Hapana mzee, mwenyewe nilidhani upo huku. Wakati wanaendelea kuhamaki, simu ya mzee ikaita. Ni simu kutoka kituo cha polisi. Ivy alikamatwa kwa kosa la kumpiga kofi afande. Ikabidi wamfuate tu, hakuna namna. Baadaye mzee akarudi naye nyumbani. Nataka tuongee. Hivi kwa nini umeamua kunivunja moyo? Nafanya kila kitu ili tu uwe na furaha, lakini wewe unaninyima raha kabisa. Umekataa kufanya kazi. Utaendelea hivi mpaka lini? Nisamee, nitajitahidi kubadilika. Umeshasema hivyo mara nyingi sana. Raundi hii namaanisha, niko serious. Hata hivyo nataka uje kazini kesho. Sawa baba, kama hicho ndo unataka mimi nitafanya. Kwa hiyo tunaenda wote kesho sio? Ndio, sitokuangusha. Basi makumbato mengi na nini. Kweli mzee, kesho yake saa 5 ndo Ivy anafika ofisini. Wewe, nimekuja kumuona bosi wako. Una appointment naye? Ivy akujibu, akageuka aingie ofisini. Secretary akamwaya akamvuta mkono. Njoo hapa madam.
huwezi kumuona bosi. Ivy akaanza kutembeza kipigo tena. Wewe ni mjinga Kwa nini unanivuta? Huko ofisini mzee anaangalia CCTV kamera, anashangaa watu wanagombana. Ikabidi atoke nje. Jamani, nini kinaendelea hapa? Bosi, huyu alitaka kukuona. Mimi nikamwambieje, kabla hujamuona bosi wangu lazima ufanye appointment. Eti akaanza kunipiga. Mzee, mfukuze kazi huyu binti. Bosi, huyu ni binti yako? Hapana, mimi ni mwanawe wa kiume. Bosi, samahani madam. Mzee akuongea kitu akarudi zake ofisini. Baadaye njiani wakati anarudi nyumbani akalia vibaya mno kwenye gari. Alilia sana. Ivy amekuwa akimchanganya sana kila siku. Mzee, mbona uliondoka tu? Yule binti inabidi afukuzwe kazi. Mpigie HR mwambie amfukuze. Hemu ondoka chumbani kwangu. Kwamba? Nimesema toka chumbani kwangu. Kwa nini? Jamie akatokea. Jamie, hemu muondoe huyu. Umemsikia mzee wako? Kasema nikutoe nje. Kwa hiyo toka. Ole wako uniguse. Jaribu tu kunigusa. Nimesema mtoe nje kwa ruhusa yako mkuu. Akamtia begani akaenda kumtupa nje ya chumba. Ivy akarudi akachukua tuzo akampiga jichoni ndugu Jamie. Jamie chini midamu tu. Basi moja kwa moja mpaka mjini hospitali. Ataweza kuona tena kweli? Ndiyo, lakini possibility ni ndogo sana. Mwanao ndo kanifanyia hivi. Mimi nilikuwa nafanya kazi yangu tu ili nilipe madeni. Aya, angalia mwanao alichonifanyia. Pole sana kwa hili janga lilotokea. Mimi nachukua lawama zote. Jamie akalalamika kishenzi. Kwa hiyo lawama unazochukua zitanirudishia jicho au? Huku nyumbani Ivy ana mawazo kishenzi. Punde akaingia mzee. Anaendeleaje? Kawa kipofu wa jicho moja. Kwa hiyo shukrani zote zije kwako. Baba, mimi na hapa sikukusudia kufanya hivyo. Sijui hata imetokeaje. Njoo sebleni, kuna kitu muhimu cha kudiscuss. Kufika sebleni anakutana na Jamie pamoja na baba yake Rufus. Samahani sana kwa jicho lako, sikuwa na lengo la kukuumiza. Ivy, kaa chini. Ivy akakaa. Sasa nia na madhumuni ya hiki kikao ni kwamba mzee kaamua kumuozesha binti yake kwa Jamie kwa sababu kamsababishia ulemavu na yeye mwenyewe ndo inabidi aolewe naye. Na mahari ndo hilo jicho lilotoka. Lakini pia mzee akamwahidi Jamie kwamba atakuwa anampa pesa kila mwezi mpaka atakapokaa sawa kiuchumi. Muda huo wote Ivy hamuelewi kabisa mzee wake. Yaani niolewe na hiki kitu? Fundi magari? Hiyo haina comeback mzee. Tayari wazee wa upande wa pili wamechukua mwali. Ivy akajitahidi sana kuongea na mzee wake. Anampa ahadi za uongo kwamba atabadilika na nini. Mara yeye ni mtoto wake wa damu, asimfanyie huu unyama. Mzee wake hakutaka kabisa kusikia hizo biashara. Huku na Rufus kafurahi kishenzi, si anajua tayari wametoboa. Jamie akasema hataki kumuoa huyo binti. Huyo binti ni mchawi. Sasa baadaye mwana kala pozi, mara anaingia Ivy. Kwa hiyo hii ndo plani yako, si ndio? Labda nife lakini sio kuolewa na wewe. Mchizi akasema mwanzoni plani yangu nilitaka nimwambie mzee wako kwamba sitaki kukuoa, lakini jinsi ulivyokuja na hako kamdomo kako na ulivyolifanya jicho langu, basi mimi nitakuoa wewe hapo. Umeona na wewe hilo jicho lako lingine, kaa nalo makini. Hivi unajua mwanzoni ulinibahatisha tu, lakini sasa hivi nitakunyoosha. Sawa, ngoja tuone. Basi kesho yake mzee akamuita Jamie na akamwambia kwamba ana apartment 3 ziko karibu na haya maeneo, hivyo achague moja ambayo ataishi na mkewe. Mchizi akasema hakuna haja hilo, nitakaa naye mule kwenye kile chumba changu kimoja. Mzee akasema anajua unataka kumuadhibu mwanangu, lakini hii imezidi sasa, hatakuwa comfortable. Mzee, yule ni mke wangu, atakuwa comfortable sehemu yoyote ile ambayo mimi niko comfortable. Mzee ikabidi akubaliane, tuna maamuzi ya mume, hakuna namna. Basi mchizi akaingia chumbani kwa Ivy, akachukua nguo zake zote akazipaki kwenye mabegi, kisha akaondoka nayo mabegi kwenda chumbani kwake. Baadaye Ivy anarudi anamuuliza mzee wake vitu vyake viko wapi. Mzee akamwambia si umeolewa wewe, hapa sio kwako tena, kwako ni kwa mumeo huko. Hata hivyo kaja kuchukua kila kitu chako hapa na kaenda nacho nyumbani kwenu. Ivy akaongea hapo kwani mzee anajibu sasa. Ikabidi aondoke tu moja kwa moja mpaka kwa mshikaji. Vitu vyangu viko wapi? Karibu kwenye chumba chetu, sebule, korido na sehemu ya wageni. Unafikiri nacheza na wewe? Akaingia kabatini kuchukua mabegi yake. Jamie akawahi kufunga mlango. Niachie nipite. Kwani utafanya nini? Nitakutoboa jicho la pili. Ili hapa litoboe sasa. Litoboe? Mimi waga nawaambia mwisho nawapiga tu. Kwamba mimi nakupa jicho ili hapa toboa. Mwisho mchizi akampiga busu. Wewe ni mpuuzi eti? Unanitukana? Njoo kwanza hapa. Akamtupia kitandani. Baada ya kurukushani nyingi, Ivy akafanikiwa kutoka na mabegi. Akagonga mno mlango mzee afungui. Paka Jamie akaja kumsaidia kugonga ili kumhakikishia kwamba mzee hatofungua huo mlango. Gonga mno mpaka akagonga madirisha lakini wapi. Mwisho wa siku Ivy akakata tamaa. Akarudi kwa mchizi. Waifu, karibu. Nikusaidie. Usishike mabegi yangu. Alafu mimi sio mkeo. We vipi? Nimekulipia mahari wewe. We ni wangu. Niambie tunakula nini? Na njaa. Mfanye upike chochote hapo. Hivi umezisahau akili zako mwenge? Yaani nikupikie wewe? Hao si ndo majukumu ya mke? Yaani ni bora tuishi kwa amani tu humu ndani maana huna namna. Basi sawa, haina shida. Weka hayo mabegi kwenye kabati. Yaani humu ndani joto sana. Geuka nyuma hapo uwashe feni.
Hata hivyo ngoja nikuashie. Toka, una shida gani wewe? Uko sawa kiakili? Shetani anakutumia sana wewe mwanamke, ila haina shida. Mkaa mbali nini lakini? Sawa, kama uwezi kunipikia, nipe basi chakula kingine nile mimi. Niachie, nitakupiga na hili feni lako bovu. Haya bana, mida usiku mwingi, Ivy akamtumia voice note mzee wake, anamlilia muone huruma, anateseka sana. Hajazoea ya maisha, kuna mbu sana ikichumba. Upande wa pili mzee akaisikiliza voice note, kisha akatoka WhatsApp, akazima simu kabisa, hataki tena hizo biashara. Kashachukua mahari ya jicho kamaliza. Sasa kesho yake mzee akaja kwa Jemi na akawa anamuomba akubali kuhamia kwenye zile apartment zake. Jemi akakataa tena. Alafu ndio unamfanya binti yako awe kiburi. Wefanya kufunga mlango wa nyumba yako asiingie tena. Toa pesa zote kwenye akaunti yake ya benki. Ajifunze maisha hapa. Mzee akamuelewa sana Jemi. Baada ya mzee kuondoka, Ivy akaingia mule ndani. Anamtambia mchizi kwamba anasafiri aende akakae mbali. Etifa, take a trip, I travel. Kwa hela gani ulionayo ya kusafiri? Ni bora tu usitoke kabisa, utaenda kujaibisha huko. Unasema? Okay. Akajiangalia balance ya akaunti. Mzee wako kahamisha pesa zote. Hemu angalia. Ivy kucheck hivi, anakuta akaunti nyeupe. Umeona Etifa, take a trip, I travel. Hivi una matatizo gani? Una shida gani? Una akili wewe? Nani kakutuma? Fa, take a trip, I travel. Fa, take a trip, I travel. Nilikwambia nitakunyoosha wewe mchumba. Sukari hapa. Ivy akamrukia, nataka ampige mwana, akamtuliza, kisha akajitupia kitandani. Pa, take a trip, I travel. Hivi ushawahi kufikiria kuwa msanii? Mimi nitakuwa meneja wako. Basi hivyo kibishi Ivy akatia mabegi yake kwenye gari, Range fulani hivi, unifa mwingi. Sasa ila anaitoa nje kwa Rivers, akagonga gari nyingine kwa nyuma, akashuka kama kawaida yake ugomvi. Ila Jemi akawahi kutokea. Akaanza kudili na mwenye paso kwanza. Unampiga mke wangu? Sasa baada ya kumweka chini akamgeukia Ivy. Huku mwana akaja na jiwe kubwa mno akamtwisha kichwani Ivy. Baada ya kufanya huo unyama, mchizi akakimbia. Basi wakamfikisha hospitali na alikuwa na hali mbaya kiasi kwamba hawezi hata kuongea. Ila daktari akawa anawapa moyo tu kwamba atakaa sawa. Basi usiku ukapita. Kesho yake mzee anarudi hospitali, anamkuta Jemi kalala hapa hapa. Mzee akamwambia rudi nyumbani akapumzike kidogo. Mchizi akagoma akasema huu ni mke wake na ni jukumu lake kumtunza. Basi siku kadhaa mbele Jemi akaja na kitabu. Daktari akanambia nikikusomea vitabu itakusaidia upone haraka. Mchizi akaanza kusoma kitabu. Huku mlangoni daktari na mzee wanashuhudia kinachoendelea. Wanashuhudia jinsi upendo wa kweli ulivyo. Baada ya pale mchizi akarudi garage, akasalimiana na washikaji na nini, kisha akaenda kukaa na mzee wake. Mzee akawa anamshangaa Jemi jinsi alivyobadilika tabia yake, maana mwanzo alikuwa muuni sana. Anamshukuru Mungu tu kwa hilo. Kesho yake tena mchizi yuko na mkewe udini, na leo hii akawa anamuelezea story ya maisha yake. Anasema kaka yake alikuwa anapenda sana kusoma vitabu, kwa hiyo alikuwa anambana sana wasome wote. Ila yeye kipindi hiko alikuwa anapenda sana kucheza sababu alikuwa mdogo. Kaka yake alikuwa na akili sana darasani na wazee walimpenda sana. Ila kwa bahati mbaya alianza kuumwa na wazee walichanganyikiwa, wakawa wanamuwaza yeye tu. Na kwa bahati mbaya zaidi mchizi alifariki. Huwa namkumbuka sana. Natamani nipate tena muda wa kuwa naye karibu. Mara mzee akaingia, akamuomba waongee kidogo. Wakatoka nje. Walipofika nje, mzee akampatia ofa ya pesa nyingi mno kwa cheki ili jamaa muache mwanae aende akaishi maisha mengine. Jemi akaikataa ile ofa, akamrudishia cheki yake mzee. Hapo hapo akatokea nesi akawapa taarifa kwamba Ivy kaamka. Basi wote wakajitupa ndani. Na kweli mzee Ivy kaamka. Siku kadhaa mbele akarudi nyumbani. Wakati anatoa macho chumbani kwake, mara akaingia Jemi na mabegi yake. Kaamua kumrudishia tu. Tumefurahi sana kukuona tena umerudi. Aya, asante. Ile mwana anataka atoke hivi, kwa hiyo umenikatia tamaa. Unasema? Si ulisema mimi ni jukumu lako. Mbona sasa hivi unaleta vitu vyangu then unaondoka? Ulisema unataka kuondoka ndo maana. Hiyo ilikuwa ni kabla sijapata ajali, kabla ya wewe kunitetea. Basi mshikaji akashukuru tu. Ile anataka kusepa tena, Ivy akasema kwamba pole kuhusu kaka yako. Kumbe muda wote ule wakati jamaa anatoa story ya kaka yake, Ivy alikuwa anampata mubashara kabisa. Sema tu alikuwa hawezi kuongea. Basi wazungu nao akapata mtaro wa kutiririka, mabusu mengi, ikawa ndo mipinduko ya kwanza toka mwana atoe mahari ya jicho. Basi mzee naye akaamua kumsamehe mwanae, waanze upya sasa. Basi siku kadhaa mbele Ivy na mzee wake wakamwambia Jemi kwamba kuna hospitali wameipata huko India ambayo inaweza kumtibu jicho lake na uhakika wa kupona ni 99%. Mchizi akashukuru sana unaambiwa. Sasa mpaka hapa tumeimaliza hii kitu. Kilichobaki ikawa ni wazungu tukupunguzwa kiunoni. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka. Wakati tunaagana hapa naomba mnifuatishe. Olewa, olewa u, emia dura, olewa u, olewa, olewa u, emia dura.
Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekendo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, hii 7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. E7 Beats. Yo, E7 Beats, nigga.